Hapo zamani za kale, katika msitu wa kijani wa Imbala, paliishi simba jike aitwaye Asina pamoja na vibete wake wawili, Ibu na Thimba. Siku moja, Asina aliwaambia vibete wake kuwa ataenda mawindoni ndiposa waweze kupata chakula. Thimba, naondoka. Angalia ndugu yako Ibu ambaye ni mgonjwa. Naenda kuwinda na nitarudi na nyama nyingi. Hiyo nyama iliyoko pangoni ni chache mno kwetu sote watatu kuila na kuishiba. Usimwache mwenzako peke yake. Mlinde ili asivamiwe, maanake hana nguvu muda huu. Thimba naye akamjibu, mama, nimesikia. Nitamtunza ndugu yangu Ibu na nitahakikisha tuko salama. Vibete hao wawili walibaki nje ya pango lao wakipumzika, huku wakimsubiri mama yao arejee toka mawindoni. Muda mchache, Thimba akamwambia Ibu, jamani kakangu, mimi nahisi kiu. Naomba niende mtoni ninywe maji kisha nirejee. Ibu naye akamjibu, ni sawa kakangu, nenda, ila usikawie sana, manake mama akirejea na akukose atakuadhibu. Thimba akamwahidi Ibu kuwa hatachelewa mtoni. Moja kwa moja akaanza kutembea kuelekea mtoni kunywa maji. Huko mtoni akinywa maji, alisikia kama yuaitwa. Alipoinuka, alikutana na duma mdogo aitwaye Shiva, ambaye alikuwa mrembo sana. Shiva alimwambia Thimba kwamba iwapo huna shughuli nyingi, ningependa kucheza pamoja nawe kabla urudi nyumbani. Thimba alimjibu Shiva, hata mamangu aliniambia nisiondoke nyumbani. Leo nimehisi kiu, ndio maana nimeharakisha huku kunywa maji na kurejea mara moja. Ndugu yangu Ibu ni mgonjwa sana, ndio maana ninataka nifanye alaala nirejee nyumbani. Shiva akasema, tutacheza muda mchache tu, alafu utarejea pangoni mwenu. Wacha uoga dogo. Thimba akamuuliza, ni mchezo upi huo unaopendekeza? Shiva akamjibu, tutacheza kidogo mchezo wa kuogelea, kuchezea matope, kuteleza, kisha tujisuuze, alafu urejee nyumbani. Thimba alikubali, kwani alitaka kurudi haraka kumtunza Ibu kabla mama yake hajarudi. Kwingineko kule pangoni aliko Ibu, kundi la fisi walimvamia Ibu akiwa usingizini nje ya pango lao. Fisi hao walimkaribia wakinguruma, tayari kumshambulia Ibu. Ibu aliamka na kuruka mbio, kisha akapanda juu ya mti, huku fisi hao wakimkimbiza na kumgurumia. Maskini Ibu alianza kulia, nusura geuze mlo wa fisi hao wenye njaa na kichaa. Akiwa mtini, Ibu aliona fisi moja akiingia pangoni na kisha kutoka na nyama iliyoachwa na mama yao Asina. Ibu alilia zaidi, manake alikuwa anasubiri Thimba ndiposa wale hiyo nyama wakiwa pamoja. Fisi hao walafi waliondoka mara moja, huku wakicheka kwa sauti, naye Ibu akilia akiwa angali juu ya mti. Wakati haya yote yanatukia, Shiva na Thimba walianza kuchezea matope, wakiroroka juu na chini, wakipanda kilima na kulisogea kwa kuteleza, wakiimba na kufurahia mteremko hadi walipogonga maji. Wote wawili walicheza na maji na wakaendelea kucheza hadi waliposahau muda na ghafla ikawa giza. Thimba alikumbuka kwamba alikuwa na jukumu la kumtunza Ibu nyumbani. Shiva, leo nauliwa na mama. Imekuwa giza na sijafika nyumbani. Muda huu najua mama asharejea tayari. Shiva akamjibu, jisuuze haraka basi ndio uende nyumbani. Samahani kwa kudanganya ucheze nami mpaka muda huu. Thimba alijisuuza na kwa wasiwasi na hasira akamwambia Shiva, sitawahi cheza na wewe tena. Wewe ni mdanganyifu na mlaghai. Wewe si rafiki mwema. Shiva akamjibu juu, sikukulazimisha, wewe ndio mtoto mkorofi, maanake hukumsikiza mzazi wako.
Shauri yako. Simba alikimbia akielekea nyumbani huku giza limetanda. Mwezi ulikuwa unang'aa sana usiku huo. Alipofika nyumbani, Simba alimpata Ibu angali juu ya mti akilia sana. Simba akamuuliza ni kipi kilichotokea, naye Ibu akasema alivamiwa na fisi na wakala nyama iliyoachwa na mama yao. Simba alimsihi Ibu ashuke mtini, manake hapakuwa na hatari yoyote muda huo. Vibete hao wawili walikumbatiana kwa muda, kisha akaingia mama yao Asina. Simba alitetemeka sana. Alishangaa jinsi mama yake Asina atakavyomwadhibu kwa makosa yake. Simba alianza kulia huku Ibu naye akilia. Mama yao alipowauliza kwa nini wanalia, Ibu alisema, Mama, karibu fisi wanikule leo. Simba naye akilia alianza kutetemeka na kukiri makosa yake kwa mamake Asina. Samahani mama, nilienda mtoni kunywa maji na nikadanganywa na Shiva, nikacheza mpaka nikasahau muda ukaenda. Samahani mama, usiniadhibu. Kwa nini uliwacha ndugu yako akiwa mgonjwa? Nikitoka hapa nilisema umlinde, karibu awe kitoweo cha fisi. Asina alimfokea. Simba kwa sauti legevu akasema, Samahani mama, sitarudia tena, usiniadhibu. Kwa hasira, Asina alifoka. Nyamazeni mara moja. Asina alinua mguu wake tayari kumwadhibu Simba, ila Ibu alimzuia na kusema, Mama, msamehe ndugu yangu Simba. Kufanya kosa sio kosa, ila kurudia kosa ndiyo kosa. Asina alistajabishwa na maarifa yake Ibu na kumkanya Simba. Kama sio ndugu yako, leo ningekuadhibu mno. Mtoto mwema ni yule anamtii mzazi wake, na kwa hiyo wakati mwingine nikiwapa masharti mhakikishe mmeyafuata. Mmesikia? Vibete hao wawili waliitikia, kisha wakaingia pangoni huku Asina akiwa amewabebea nyama mdomoni. Mwisho wa hadithi ya leo. Watoto, tujifunzeni kutii wazazi wetu wanapotuamrisha kufanya jambo fulani. Tukiwakiuka, tutapatwa na majanga mazito. Na iwapo tumekosea, ni vema kukiri makosa yetu na kuomba msamaha kwa unyenyekevu. Hadi wakati mwingine, maasalama. Bonyeza subscribe. Tati TV, so much fun!